Kama umekuwa naangalia channel hii mpaka sasa na we ni mwanamuziki, naamini unajua kwamba kuna aina za triads 5. Major, minor, augmented, diminished, suspended. Nadhani hizo tunazijua. Lakini hizi zinatumikaje kwenye muziki katika hali halisi? Jina langu ni Tika kwenye beat na hii hapa ni Muziki wa Mashariki, channel yako hapa YouTube ambayo inakufundisha utayarishaji audio pamoja na uchezaji kinanda. Kwa hiyo issue kubwa bila kukupotezea muda, je, tunatumiaje hizi triad tulizojifunza kwenye ufunguo? Kama hujaangalia video yetu kuhusu alama ya ufunguo, scale, mode, nadhani video hii ipo hapo, unaweza kaicheki. Na kama hujacheki video zetu kuhusu intervals na triad zenyewe, cheki kwenye playlist hiyo utazikuta. Sasa vyote hivyo vitatu tunaenda kuunganisha pamoja kwenye video hii ya leo. Kwa hiyo leo tutajifunza vitu vitatu tu. Tutajifunza namna hizo triad zinavyokaa kwenye ufunguo, uwe ni wa major au ni minor. Tutaangalia hizo triad unazihamishaje kwenda kwenye ufunguo mwingine kwa kutumia mfumo wa namba. Zoezi letu la leo tutajikita sana kwenye alama ya ufunguo ambayo haina sharp wala flat. Alafu tutakachoelewa tutakihamishia kwenye alama za ufunguo zingine ambazo tutaanza na ile yenye sharp moja na ile yenye flat moja. Kwa hiyo huo ndio utakuwa mfumo wetu wa utendaji kazi. Tukichagua alama ambayo haina ufunguo, tunamaanisha funguo wa C ama ngazi kuu ya C na ngazi ndogo ya A. Kama utakavyoona, tumecheza ngazi hizo mbili kwa kutumia noti zile zile. Hamna sharp wala flat, ndio maana ya alama ya ufunguo mmoja. Lakini funguo zenyewe zinatofautiana. Moja ni C major, alafu nyingine ni A minor. Kwa hiyo itabidi tuziangalie kwa njia hizo mbili. Tukianza kujenga triads ambazo zipo kwenye ngazi, triad hizo zitatokana na noti ambazo zipo kwenye ngazi hiyo. Kwa hiyo kwa C major, noti hizo 7 tu tutatumia kutengeneza hizi triad. Lakini huwa hazifuatani moja kwa moja. Ukianza na C kwa mfano, unaruka moja, unaingia E. Alafu unaruka moja, unaingia G. Kwa hiyo ndo kodi yetu ya kwanza ambayo ni, nadhani tutaiona hiyo, tunaiona kwamba hiyo ni C major. Tunajuaje kwamba ni C major? Nadhani hilo swala tulishatatua kwenye video iliyopita. Alafu tukienda kwenye D, E tutairuka, tutaenda F, na G tutairuka, tutaenda A. Hiyo ni D minor. Sasa hiyo ndo kodi yetu ya pili. Kodi ya tatu, hiyo ni E minor. Kodi ya 4, F major. Kodi ya 5, G major. Kodi ya 6, A minor. Kodi ya 7, B diminished. Kabla tujarudi kwenye C major tulipoanzia. Lakini hizi unazikumbukaje? Kodi ya kwanza ambayo inatokana na noti ya kwanza huwa itakuwa ni major. Ya pili minor, ya tatu minor, ya 4 major, ya 5 major, ya 6 minor, na ya 7 diminished. Sasa ili kuzikumbuka vizuri ni bora uzipe namba. Huo ndo mfumo wa namba. Kwa hiyo namba 1 ni major, namba 2 ni minor, namba 3 ni minor, namba 4 ni major, namba 5 major, namba 6 minor, namba 7 diminished. Hapo hizo ndo kodi zetu ama triad zetu 7 ambazo tunazo kwenye ufunguo wa C major. Tukienda kwenye funguo zingine za major, vile tutafuata mfumo huo. Kwa mfano ngazi ya G, vile tutakuwa na 1 ambayo ni major, 2 ambayo ni minor, 3 ambayo ni minor, 4 ambayo ni major,
5 ambayo ni major, 6 ambayo ni minor, 7 ambayo ni diminished. Alafu tunarudi kwenye 1 ambayo ni major. Tukienda kwenye ufunguo wa F ambapo tuna flat 1, tutakuwa na 1 ambayo ni major, 2 ambayo ni minor, 3 minor, 4 major, 5 major, 6 minor, 7 diminished, alafu 1 major. Nadhani hilo ni rahisi sasa hivi. Hizo ni ngazi kuu. Je, kwenye ngazi ndogo ambazo ni relative zake, tulisema kwamba katika alama ya ufunguo ambapo hatuna sharp wala flat, C major mwenzie atakuwa ni A minor. Lakini A minor tukasema kwamba ana flavor zake 3. Moja wapo ni hiyo ambayo ni natural, ya pili itakuwa ni harmonic, na ya tatu itakuwa ni melodic. Sasa hizi zote tutapata triad kwa kutumia njia ile ile. Tulisema kwamba noti tunazochagua hazifuatani, si ndio? Lakini tutatumia hizo ambazo zipo kwenye ngazi hiyo. Kwa hiyo kwa ngazi ya A minor natural, tutakumbuka tuna sharp wala flat. Kwa hiyo tutakuwa tuna A minor ambayo ndio namba 1 yetu, alafu B diminished namba 2, C major namba 3, D minor namba 4, E minor namba 5, F major namba 6 na G major ambayo ni namba 7, kabla hatujarudi kwenye moja yetu ambayo ni A minor. Sasa kwa upande wa A minor harmonic, G itakuwa G sharp. Kwa hiyo kila kodi ambayo ilikuwa ina G ndani yake itakuwa ina G sharp mara hii. Kwa hiyo moja yetu bado ni A minor, 2 yetu ni B diminished, 3 yetu badala ya kuwa C sasa major itakuwa ni C augmented. Alafu D minor ndo 4, E minor badala ya kuwa E minor sasa itakuwa ni E major kwa sababu G imebadilishwa kuwa G sharp, kwa hiyo itakuwa na G major. Alafu F itabaki kama 6 yetu, F major. Alafu ya 7 mara hii itakuwa ni G sharp diminished badala ya G major. Kabla tujarudi kwenye A minor ambayo ni moja yetu tuliyoanzia. Sasa upande wa A minor melodic, hapo zile ambazo zilikuwa zina G sharp zitabaki nayo, lakini tutaongezea zile ambazo zilikuwa zina F tukiwa tumebadilisha na kuweka F sharp. Kwa hiyo tutakuwa na A minor kama moja yetu, alafu B minor kama 2 yetu badala ya B diminished kwa sababu F imebadilika kuwa F sharp. Alafu C augmented itabaki kama 3 yetu kama tulivyokuwa nayo kwenye ngazi iliyopita. Alafu D minor ndo 4 yetu, lakini mara hii itakuwa ni D major, na E major itabaki vile vile kama 5 yetu kama ilivyokuwa kwenye ufunguo uliopita. Alafu badala ya kuwa na F kama 6 tutakuwa na F sharp diminished badala ya F major, na G tulisema kwamba itabadilika kuwa G sharp diminished nayo, na tutarudi kwenye A minor yetu ambayo ni 1 kama ilivyokuwa mwanzoni. Kwa hiyo hizo ndo triad zinavyotokea kwenye ngazi ama mzani wa minor. Sasa tuliyoyafanya kwenye A tunaweza tukayatumia hata kwenye D minor na kwenye E minor kwa sababu mfumo ni ule ule. Sasa mfumo huo kama ulivyouona ni muhimu sana na inabidi
uangalie kwa makini kama unataka kuelewa mziki vilivyo. Hapo katika kuelewa, nadhani ndo itabidi tuzungumzie sponsor wetu kwa video hii ya leo, ambaye ni Mount Carmel Junior School. Hawa watu ni shule ya kuanzia chekechea hadi darasa la 7. Wapo pale wilaya ya Ilemela jijini Mwanza, na wamesajiliwa na serikali ya Tanzania. Wanatoa huduma nzuri. Mwanzoni issue ya watoto kwenda shule ilikuwa ni shida sana kwangu, nilikuwa sijui niwapeleke shule gani. Lakini baadaye nikaja kugundua kwamba watu wana mazingira mazuri ya kujifunzia, wana walimu waliobobea, wana usafiri, wana chakula kizuri, na kila mazingira yoyote yale ambayo yanamwezesha mtoto kusoma vizuri pale yanapatikana. Ni vizuri sana ukawacheki kwenye social media zao. You never know, inaweza kukuta kwamba hata wewe mtoto wako inabidi asome pale. Tukimalizana na hilo, nadhani tunaweza kuendelea. Sasa video hii nadhani haitakuwa ndefu zaidi ya hapo, lakini angalia video hii ambapo tunaongelea swala la inversions na namna tunavyoweza kutumia kodi hizi kwenye mziki wa kawaida, kwa sababu lengo letu kama Mziki wa Mashariki channel hii ni kukusaidia kuelewa mziki alafu uweze kuutumia kivyako, kama vile kutunga, kama vile kucheza kwenye matamasha. Kwa hiyo video hii nadhani ni muhimu sana ili ujue namna tunavyoweza kutumia inversions kwenye kodi hizi na tunavyoweza kuzitumia kucheza nyimbo halisi. Jina langu ni Kwenye Beat na hii hapa ni Mziki wa Mashariki.